TV. Ibwaka sana mutegeria weru TV ngochokera kairi ojora nkwirire ngachokera ndina bweni eta Francis Muchiri urani kuchizwa mupira jwito wa baseball akomboka yeto radio mupira jo imbio kana baseball imbio baseball nivo ga kikimiru enda kuongere mukuga baseball. Karibu sana Muchiri. Asante sana Kwa Weru Stadium. Nashukuru. Hapo mtu wangu ndo tunachambuanga michezo kidogo kidogo. Ya, pia mimi ni fan, ni watch. Unanifuatilianga sana. Kabisa. Yeah. Karibu sana. Ya, nashukuru. Labda tueleze baseball ni nini? Unajua sasa mimi nimekuintroduce, nimesema jina lako. Yes. Labda kuna kitu nataka kutueleza zaidi kuhusu wewe before tuingie kwa baseball. Okay, maybe kwa clear, Muchiri ni coach wa baseball. Nimecoach both senior and junior teams up to national level. Na Muchiri pia ni askari wa utawala hapa Meru. Afande. Kumbe ni afande. Mimi nafanya kazi katika hiyo idara ya polisi na mutegeri together tutumira ruga Kiswahili nonto Muchiri kidogo Kimeru kimulinga chenga kwa turekera ona tutumira Kiswahili ni ruga area ngawa lakini tugeta na mbere na Weru Stadium na kwa manzo zege baseball. Yes. Yeah, so baseball ni mchezo ambao sana unajulikana nchini Marekani, Japan na zile nchi zenye zimeendelea kutuliko. Na huu mchezo ndio mchezo ambao una ufuasi kubwa zaidi duniani, isipokuwa venye Kenya bado tunazidi kuelewa. Ndiyo. Sasa wewe ni askari, yes. Wewe ni coach. How do you manage? Hizi vitu bana zinapelekana aje? Kusema kweli kuna kuaga na changamoto, lakini mara nyingi mtu anaweza kumanage namna anaweza manage time yake. So kwa upande wa kazi ya askari nafanya kazi yangu wakati nahitajika. Ikifika wakati wa kwenda kwa hizo shughuli zingine na prefer kufanya mchezo kwa sababu niliupenda. Na ni mchezo ambao unanipatia muda mwingi wa kukua na watoto wachezaji wa rika ndogo kuniliko. Na mimi hufurahia wakati na mentor wadogo. So ilifikaje wewe ukafikia kwa mchezo? Ulienda shule ukafunzwa kuwa coach ama ilifika vipi sasa wewe ukawa mfukunzi yani ama Kiswahili kidogo kinalemea ukawa coach wa mchezo? Ilikuwa 2009 wakati nilipata uhamisho kutoka Turkana nikakuja Meru. So nilipokuja Meru mara ya kwanza nilikuja nikaanza kufunza mchezo wa soka. Juu hapo mbeleni nilikuwa mkufunzi wa soka. So nilikuwa nafunza vijana katika eneo la Ikweta hapa Meru ambapo nafanyia kazi kwa mpaka sasa. Na tulikuwa tunacheza mpira, tulikuwa na klabu ilikuwa strong sana. Alafu sasa katika ile harakati ikawa ule mkuu wa wilaya ambaye tulikuwa nao wakati huo alikuwa anaelewa mchezo wa baseball, ndio akani introduce kwa mchezo. So kutoka hapo tukaendelea na mafunzo, nikaupenda. Alafu tukazidi kupata mafunzo. So kwa hiyo miaka tangu 2009 nimekuwa tu niki elevate step by step. Sasa hapa Meru nataka kuniambia hapa Meru kuna wachezaji wa hii mchezo? Wako wengi sana. Hata kama saizi ile talent ambaye ni most promising Kenya mzima iko Meru. Unataka kuniambia hapa Meru ndio kuna wachezaji magwiji? Ndio, hiyo inaweza dhibitisha kwa sababu mwaka jana tulikuwa na scouts kutoka Major League Baseball ambao kutoka Marekani wanatafuta talanta dunia nzima. So hao kuja Afrika wanazunguka nchi zote waki-spot talents, alafu wana pick the best players, the best 40 in Africa. Wanawekwa kwenye kampu moja ya wiki mbili kule South Africa. Na walipokuja Kenya, walipofanya hizo tryouts, mchezaji mmoja tu Kenya mzima ndiye alichaguliwa na ametoka Meru. Ndio. Mmoja kutoka Meru aliwakilisha nchi. Aliwakilisha Kenya mzima. Ndio. Wala. Mutegeri wa Weru TV omba kwithira utekumenya baseball bidoga nkaromba director kwa nchethire ka video kidogo
bubanganirite kidogo kenda tumbo kuona mbere twita na mbere tumenya baseball imbi. He rips that one down the left field line. Cespedes on the move. He's not going to get it. And it rolls off the side wall, and they're going to wave home Kendrick. The throw to the plate is there. Oh, my and goodness. they got him. Are you kidding me? Yelich is running, and the pitch is bounced to short. Ibagasa mutegeri weru TV yomba kwidura utamenya baseball na kana nutura kuona mchezo juu kule cheza wata. Hii mchezo inachezangwa vipi bwana Francis? Kama ulivyoona katika hiyo video ni kwamba huu mchezo unachezwa katika uwanja ambao ni diamond shaped. So katika ule wachezaji 9 kila upande na wachezaji 9 wa timu ya kwanza wanaingia kwa uwanja wote, wanacheza defense. Hiyo timu nyingine wale 9 wanabaki nje, wanakuja wakigonga mpira moja wakitafuta namna ya kupata pointi. Ndio. Sasa hii mbio yote wanakimbianga ni nini? Unapogonga ule mpira unafaa ukimbie katika hizo, ndio maana inaitwa baseball. So ni game ya bases. So kuna base ya kwanza, ya pili, ya tatu na urudi tena mahali ulianzia. Kwa hizo bases ni sasa ni akina nani wamesimama kwa hizo bases? Ni hiyo timu yenye ina defend. Okay. So wale wana defend wako na hizo gloves, wanangoja ugonge, washike, watupe mpira mahali unafaa kufika. Mpira ukifika mbele yako unatoka. Kuna vile unaona mpira imerushwa mbali, lakini una mchezaji hataki kai itoke nje kwa line. Hiyo ni sheria kwa hiyo mchezo? Ndio, ni sheria, na hiyo ndio mchanga inakuwa, hiyo ndio namna rahisi ya kudefend. Mchezaji anapogonga mpira wa timu pinzani, ule mwenye ako kwa defense sasa kwa uwanja, akiushikia juu kabla uguze chini, ule mchezaji ametoka. Na akiushika uko unaenda kuvuka huo ashike, bado ametoka. Na unajua sasa huo mpira ukivuka huo pande ile inaitwa home run. Which means hakuna namna ya kumzuia, atazunguka hizo bases zote na amalize apate point. So ni kuzuia namna huyo mtu anapata hizo point. Na unajua ule mwenye atamake hizo runs nyingi baada ya hiyo mara 9, juu kila mtu anakuwa na chance ya kukimbia mara 9 ndio game ishe. So ule atakuwa na point nyingi zaidi ama runs nyingi zaidi ndio huwa mshindi. Sasa hii timu akukwangi na kuhesabu points, unasema wako na hii points, so unajuaje hii timu imewin? Okay, scoring ya baseball inaitwa runs. Okay. So run ni umegonga mpira, umekimbia, umeweza kuzunguka, umerudi. Ukirudi pale ukanyange ile home plate mahali ulianzia, hiyo ni run moja. Sasa hiyo ndio hivyo sasa scoring. That is the scoring. Martin Gichunge ngwitiga nutegete ukumenya ule mubira jojo na scoring chayo. Unajua kuna jamaa alikuwa ananiuliza hii mchezo inaenda vipi bana? How does this score? Lakini labda amefuatilia, ameelewa. Na kwa nini huu mchezo? Meru by the way. Baseball hapa Meru kwa huo muda mdogo ambao tumekuwa tukishughulika nao umetuletea manufaa mengi sana. Jambo la kwanza ni zile nchi zimeendelea ambazo zinaongoza katika huu mchezo na zina ligi ambazo zinalipa zaidi duniani kama Marekani na Japan. Ukicheza ligi ya Japan ama Marekani unakuwa mchezaji mwenye unapata mapato ya hali ya juu sana. Kwa hivyo huu ni mchezo ambao sana sana tunafikiria mambo ya exporting talent katika zile ligi zile ziko kule juu. So unamaanisha kwamba hawa vijana kidogo ambao wewe una coach, ndio unaona wataenda mbali, ama sasa una matarajio tu watanunuliwa nchi za ngambo, ama unamaanisha vipi? Jambo la kwanza, huu mchezo ni mchezo wenye unavutia sana. Na wachezaji wale ambao tumewafunza na umeuelewa wanabaki wakiucheza hata kwa muda mrefu na wanaupenda sana. Kwa sababu kitu ya kwanza, huu mchezo miaka 2 ya kwanza tulipoanza tu, wale wachezaji tulianza nao walitembea sio Kenya tu bali Afrika Mashariki yote. Mchezo iko na opportunities za kuona mbali. Sana. Hata director wangu ananiambia anacheza na anaupenda sana. Unamjua Charles? Yes, Charles namjua. Alikuwa katika klabu Nairobi inaitwa Riders. Riders. Shakutana. So hapa sasa Meru kuna timu ambayo iko na watu wangapi sasa? Meru kuna timu za shule, za msingi na za upili, na pia Meru University wanacheza baseball. So Meru University wako kwa hiyo level ya seniors, na kuna klabu ambayo tumeanzisha hivi majuzi baada ya kuona wale wachezaji wanamaliza shule. Wakimaliza shule hakuna ile continuity. Tukaanzisha klabu inaitwa Meru Angels.
na ile Meru Angels sasa ina absorb wale wachezaji wanatoka kwa mashule hapa Meru. Sasa hii timu yako tuangalie vile unapatanga aje muda wa kwenda kufunza, na vile pia serikali inasaidia aje kwa hii mchezo kuona basi imegrow hapa Meru? Jambo la kwanza mimi ni kushukuru kwa sababu kama hapa Meru tumepata usaidizi, though si ule mkubwa sana, but mdogo mdogo tunasaidika na serikali ya county hapa Meru. Na nikiongelea kuhusu national government, kuna zile sheria wameweka katika wizara ya elimu ya kwamba mchezo ndio uingizwe katika kalenda ya mashule, lazima uwe unachezwa katika mikoa yote 8. Yeah, so kwa sasa tuko katika mikoa 6 hapa Meru. No, Kenya nzima. Kenya nzima. So lazima hizo mikoa zote 8 ziwe zinacheza huo mchezo ndio mkubaliwa kuingiza katika ile kalenda ya mashule. Curriculum. Yes. So kwa sasa tumebakisha Northeastern na Western. Na hizo mbili sasa ndio tunangangana tuanzishe, alafu sasa shule ndio tupate ile support ya serikali vizuri. Sasa hizo zimebaki, hizo mikoa hiyo nyingine 2. Umesema ni 2 zimebaki. Yeah. So mnafanya vipi ndio muone wameingia katika mchezo? Tunajaribu kutafuta wale ambao tunaweza shirikiana nao tuanzishe hii michezo katika hiyo maeneo. Na hiyo yote sasa uko na msaidizi wa kusaidia kuwafunza? Yeah, kuna federation. Kuna Baseball Federation of Kenya. Na pia kuna organization nyingine ambao sasa ina deal na michezo ya hawa wadogo, inaitwa Kenya Little League. So Kenya Little League ndio inashughulikia mambo ya watoto na up to the age of 18. So Kenya Little League sana sana ndio wanashirikiana na wizara kuhakikisha kwamba tutaweza kabla ya mwisho wa mwaka huu tutaweza kupenyeza mchezo katika hizo eneo. League yenu inaanza vipi? Inaanza lini na uanzia na mpangilio mgani? Okay, kwa ligi yetu ama kalenda yetu ya kila mwaka huwa tunaanza na michezo ya mashule. Kwa sababu hatuna usaidizi sisi wenyewe tu, tunatafuta usaidizi kidogo kidogo, tunacheza ligi ya mashule mpaka county level katika muhula wa kwanza. Alafu katika muhula wa pili tunafanya nationals na tunafanya mashindano ya colleges na universities. Alafu ikifika mwezi wa 8 sasa tunaanza kutayarisha wale wachezaji wenye tunafikiria ndio talanta zile nzuri tumechagua. Tunaanza kuwatayarisha wakingoja wale scouts wakuje kuwafanyia assessment. Labda nikurudishe kidogo kwa mahali nyinyi uchezea ile uwanja nyinyi mnaendanga training. Yeah. Uoni kwamba ni changamoto pia kupata shamba kubwa, ama hii mchezo unahitaji shamba kubwa sana? On average uwanja wa baseball unahitaji ekari 4 kwa uwanja mmoja. So hiyo ni changamoto kubwa, but tunashukuru kwa sababu Kenya nzima uwanja wa baseball ule huko ambao ni international standard ni mmoja tu na huko Meru University. Ningeomba unieleze tofauti ya baseball na cricket ama hiyo softball. Katika tofauti ya baseball na softball si mkubwa. Sheria ni zile zile. Ni tofauti tu ni namna ya kuanzisha mchezo ama pitching. Ule pitcher anaporusha, baseball unarusha kupita mkono juu, inaitwa overarm juu hapa nyuma. Yes, na so hiyo ni baseball. Hiyo ni baseball. Na mpira pia ni mdogo. Bado ni huyu tu. Mpira ni no, mpira ya baseball ni hii. Mpira wa softball unakaa tu hivi lakini mkubwa. Sana sana huwa rangi ya manjano, sana sana mkubwa. Na huo nao unarushwa na underarm. Underarm. Yes. So hiyo unarusha na chini. Sasa hii ni softball, sasa ndio inarusha. Softball natupwa na mkono ukitoa na chini. Lakini baseball natupwa na juu. Na rungu natumia ile tu. Rungu ni ile. Okay. But rungu ya softball sana sana huwa zimeundwa zikiwa lighter kwa sababu sana sana softball ni mchezo wa kina dada. Though hata wanaume hucheza but ni mchezo ambao uko famous sana kwa kina dada. Okay. Hivi sasa mmejiandaa kivipi sasa kwa kuanza ligi yenu? Saa hii umefikia wapi? Sisi tushafanya mikutano yetu tayari, na mwezi huu wa kwanza wa Januari ulikuwa ni mwezi wa kutayarisha teams. Juu unajua kila mwaka kuna wale wachezaji kutoka kwa mashule. So shule inaanza restructuring na ku-upgrade players, wale walikuwa junior, wale walikuwa team B, team C wanaanza ku-restructure teams. So January inakuwa ni mwezi wa practice. So huu mwezi wa pili ambao tumeanza sasa
wiki mbili zijazo tutafanya mashindano ya sub counties. Na hapa Meru kuna sub counties 3 ambazo zitaweza kucheza ligi. Na tunaendelea kupenyeza katika hizo sub counties zingine zote. Ndio. Mutegerio weru TV eta mbere gututumira SMS ku kiri namba ya 40321 na gutemarei na ukenda kwaraniria na kana kwenda kumenya nkuru kimantu zegie baseball kiri gya kuga gituma ki 40321 na ombo kuthoro kenda kumenya na ate ombo gukinyira nombo kuthoro kenda ani wena weru wena weru ba kwambira muchetho joka gutonya getimu ezo kombo kuthoro kyaranire na Francis Muchiri na gukurukira SMS yetu ni 40321 iboga sana mwari gweto no rari nteretia maoa mbira net tena mbira kutegera weru stadium. Bwana Francis, yes. Kujisajili kwa kikundi kuwa member wa baseball tunatumia procedure gani? Okay, sana ni kwanza interest ya kupenda huu mchezo na kujua. Alafu ukiwa na hiyo interest, alafu utu contact sisi venye huwa tunafanya, kwanza tuna assess, tunaona uwezo wako wa kucheza huu mchezo ama uwezo wako wa uwezo sasa ni kiafya? Hapana, tunaangalia uwezo wa support ile unaweza pata in case tukufunze ile uwezo utapata ndio uanzishe timu. Alafu kitu kingine sisi hufunza sana sisi hufunza walimu wa mashule ili wao wakiwa kwa shule wanaendelea. Sasa kama wewe sasa njoo. Kama sasa utakuwa kwa kila shule. Sitakuwa katika kila shule. Mimi nafanya tu overseeing, nazunguka kwa zile mashule nikiangalia. Sasa uoni pia shule zina wakati hii mchezo utaingishwa kwa curriculum ya shule. Uoni pia itabidi pia shule uwanja ziongezwe sababu ama watatumia ile uwanja ya kuchezea mpira wa kadada hii nyingine ya handball. Ya, unajua uzuri wa huu mchezo ni kwamba unaweza tumia uwanja hata wa soka. Ni ile tu unaenda unafanya hizo markings. Kenye utamiss ni ile mound ya kutupia juu kana huwa imeresiwa juu kidogo. Mahali huyu mchezo mahali huyu anarushia inakuwa imeresiwa, lakini hapo haina shida. Na naona sasa hapa labda utueleze sasa hiyo mambo ya base. Okay. Hapa kuna huyu mwenye ako na nguo nyeusi ni wale wale tunaita kwa lugha ya michezo mingine referee. Kwa baseball wanaitwa umpires. Yes. So kuna katika mechi kubwa kama hizi za ligi za kule Marekani kuna kuwa na umpires 3 ama 4. Sasa mmoja ndio huyo hapo. Kuna mwingine ako pale na kuna mwingine ako huku mwisho. Yeah. Na ule sasa huko mwisho sasa ndio opponent huko wala ako juu huko. Sasa hao wachezaji wote unaona hapa isipokuwa huyo ana rungu ni timu moja. So huyo ana rungu tu ndio wenzake sasa wametegea huko. Wenzake wameketi kwenye benchi yao. Wangoje amalize. Huyo akigonga anagonga mpira alafu anakimbia mpaka first base. First base ni pale. So akiweza kufika pale first base, mwenzake akikuja kugonga ndiye atamsukuma. Na huyu ako katikati nani? Huyu ako katikati sasa anarusha hiyo mpira. Huyu agonge. Huyu anaitwa pitcher. So yeye ndiye anapicha. Sasa ndiye anaitwa pitcher. Pitcher ni wa kurusha. Pitcher ni wa kurusha, anapichi hiyo mpira. Huyu mwingine ako na dunga hapa. Huyu mwenye ako mbele ya umpire hapa. Huyu amesquat hapa. Anaitwa catcher. So catcher huonyesha pitcher glove mahali anataka mpira uje. Namna ya kumanipulate mpira huyu asiupate. Juu akimiss mara 3 ametoka. So huyu sasa ni wa kudanganya kimachi sasa. Kucheza akili na huyu pitcher. Sasa huyu naye kazi yake ni precision, inaitwa eye hand contact. So huyu lazima uwe na hiyo mazoezi. Hata tukiangalia hii uwanja unaona ni kubwa, si ndio? Na imechukua place kubwa sana. That means inahitaji kuwa imejengewa uwanja yake special. Katika kama zile sasa juu sasa ndio mchezo ndio inaingia Kenya. Ndio inaingia Kenya na ili kubaliwe sasa lazima pia serikali lazima iwekeze, na ningependa tu kusema kwamba tunashukuru sana wakaaji wa Meru kwa sababu kuna shamba ambao tumepewa wa kutengeneza baseball complex. Itakuwa complex kwa sababu itakuwa na viwanja zaidi ya moja. Na complex tumepewa ekari 20.
na zile ekari 20 zitachukua viwanja kama 4 na tujenge hostels, tujenge hizo changing rooms na kila kitu. Na hii uwanja umepata ni kutoka kwa donors, national government ama ni county government? Uwanja wenyewe ulikuwa public land. So ni community? So community ndio waliagree wakasema huu uwanja tupatie baseball waanzishe. Unajua tuliwaeleza namna manufaa ya huu uwanja ukiwa tayari. Kwa sababu jambo la kwanza, Afrika nzima hakuna complex kamili. Zile tunatumia South Africa. Sasa unataka sasa ikuwe. Yes. Unajua tukijenga huo complex hiyo kamili tutapata wageni wengi sana kutoka Japan, Canada, US na nchi zingine za Europe ambao kuna muda fulani katika mwaka wao huwa hawawezi kutoka nje kucheza. So tutakuwa tunawalika upande huo, wanakuja tunacheza pamoja, wanatufunza zaidi, pia sisi tunanoa makali yetu. Nasikia hata kuna mrembo hapa amechangamka, amesikia mambo ya baseball, anaitwa Irene Naitore. Anaupenda sana by the way, anapenda mchezo wa baseball, anapenda kurusha hiyo mipira sana. So community ama wazazi wamepokea vipi huu mchezo? Sana ningeshukuru wazazi sana, kwa sababu wazazi wa zile shule ambazo tunafunza baseball na wale watoto wao wamepata hiyo nafasi ya kwenda nje kucheza. Juu sisi kila mwaka tuna make sure tumepata game ya kucheza, kama ni Uganda ama Tanzania, tumetembea na wachezaji. Na watoto wakienda kule nje wanakuja na exposure nzuri, hata unaona mzazi anafurahia sana. Sasa tuseme ni mchezo gani ambao maybe sababu wewe sasa unasema wewe ni kazi yako ni kukuza vipao, ndio, na kuwatunza ndio wanafika mahali. Ni wapi ambapo umefika pamoja na timu yako ama vijana wako ukasikia sasa hapa hii kitu nitatoboa? Vijana nimepata talanta nzuri sana hapa Meru. Na wengine wameendelea, wengine wamepata hata ajira kutokana na mchezo. Ndio. Na mimi hujivunia hilo sana, kwa sababu nikikuja nikianza huu mchezo, hilo ndio ilikuwa lengo langu. Kusaidia vijana waweze kupata ajira kupitia michezo. Ndio. Na Bwana Francis, huu mchezo pia unanivutia sana. Ni ligi gani ama ni mchezo Meru hapo umeifanya mchezo mkali ambao umehusisha watu tofauti? Ndio, kwa mwaka wa 2014 hapa Meru tulihost All Africa Championship. Na tulikuwa na zile team zilikuja kuparticipate zilikuwa 4, kulikuwa na Uganda, Tanzania, Kenya na South Africa. Na katika huo mchezo tulipata wafuasi wengi na watu walifurahia huo mchezo, kwa sababu ilikuwa mara ya kwanza kuwa na game ya level ya juu katika nchi yetu. Na tukimalizia sasa tu organize ka tournament mtu wangu, alafu tuize Charles ambaye alikuwa anachezea timu fulani, tujue sasa kama yeye makali yake anaweza kutuonyesha. Yes, tunapanga na ni hivi karibuni tu nitawaita na pengine Wero TV hamwezi kosa wachezaji 9 wa kutengeneza timu. Wangu nikiwa hapo nikiwa amateur. Mimi sijui nitachezea huko mwisho. Huko mwisho ndio ngumu, kwa sababu mipira ya juu ile na fly lazima ushike. Yeah. Sasa mimi naweza faa wapi? Kama huyu mjamaa katikati. Na huyu msee ako katikati lazima ukue msee anakula ugali mzuri. Huyu ama huyu anarusha. Si ugali sana. Ni tekniki ya kurusha ule mpira. Juu kuna namna mpira huo unagripiwa. Hizi nyuzi zimepita huku ni namna ya kugrip. Unaweza grip. Zina maana yake. Zina maana yake ya kugrip vidole. Kuna venye utaplace hizo vidole, unaweza place hapa mpira utoke ukislide, unaweza shika grip uende straight. So una namna nyingi ya kurusha. Tunahitaji nini katika kuingia uwanja huu mchezo? Katika huu mchezo kitu la kwanza ni mpira. Baseball. So hauwezi fanya baseball bila mpira. Tuko nazo hapa tu. Hizi zinaitwa batting gloves. So hizi ni za kuvaa wakati unaenda kubat, kama huyu sasa amevaa batting glove. Ndio aweze kugrip bat vizuri. So hii nayo ni bat. Kuna sasa hizo unasema zinavaliwa na kacha peke yake katika timu. So unahitaji tu pair moja. Mbona avali hizo vitu? Kwa sababu huu mpira huyu anatupa mpira na anatupa na force. Saa zingine unaweza slide kwa hii na mgonge. Huyu anaweza enda kugonga na miss na slide na mgonga uso. Okay. Yeah. Kwa hivyo ni mpira vile ni mpira wenyewe ni ngumu. Ni hatari. Lakini
ukisha train vizuri, Nianze kuogopa. ukisha train vizuri hauwezi umia. Na ni vigumu sana upate injuries katika mchezo. Sasa kwa huu mchezo nitajua aje ama wewe utajua sasa huyu kijana ako sawa kwa mchezo. Ni mbinu gani unatumia kujua huyu mchezaji atakuwa mchezaji bora zaidi? Kitu ya kwanza, hata wakati tunafanya training kwa mara ya kwanza, huwa tunaangalia kitu ya kwanza inaitwa eye and hand coordination. Huyo mtu hata ukitoss tu mpira hivi juu unaona anagonga, unajua huyu akitrain hata ikikuja na speed namna gani. Ako na hiyo hand eye coordination. Hiyo ni kitu ya kwanza huwa tunaangalia katika mchezaji. Jambo la pili ni namna anashika huo mpira. Kuna mtu hata ukiurusha tu polepole hivi hawezi shika, atangangana tu hapo. Atatapatapa huko. Kitu kingine tunaangalia ni sasa power ya mwili. Unajua kuna wale wanakuaga na ile power ya mwili. Si lazima ati uinue vyuma ama nini. Kuna ile power mtu unaona tu akirusha mpira unakuja kuwa na siambie jamaa hapa aenda kule machuma huko. Unajua labda mtu angetaka kufanana na wewe. Francis. Yes. Maneno yako ya mwisho kuhusiana na mchezo ama tu generally kitu nikitaka kusema ya mwisho tukimalizia. Okay, mimi langu ni kuwashukuru wale ambao tumeshirikiana nao kwa huo muda tumecheza mchezo, na ningeappeal ama naomba wale wafadhili ambao huwa wanafadhili michezo mingine, tafadhali wajue tu kwamba baseball sasa umeongezewa katika michezo ya Olimpiki. Na 2020 tunatarajia kuwakilisha nchi yetu katika Olimpiki. Waambiko na pesa. Huu mchezo pia the highest paid athlete in the world ni mchezaji wa baseball. So wajue ni mchezo ambao una mapeni vizuri. Lakini inachukua muda, si ndio? Itachukua muda na kila kitu huchukua muda na courage na practice. Ndio. Nashukuru sana. Ibwaga sana mutegeri wa Weru TV tukari na kagita kake gatwena Francis orane coaches mchezo wetu wa baseball. Na tukakinyukira kidogo tumerie karoje tumerie mata tukachokera kairi na nteto chiegie michezo rejite kimekitu jite. Weru. Eje ni Weru TV.